Hello guys, so in today's video tunataka kuongelea landlords, and before hata niongee anything else, I just want you to listen to this video. Like mse alifukuzwa na mwenye nyumba akakuja akabomoa mlango. It was not enough, kaita watu show you something. So like nini hizi vitu zote hapa nje. Huyo ni mtu amefukuzwa huku kwetu. Deadline ya kulipa nyumba inakuanga date 10. Me on 11th nimetoka kuzika mom, jioni nakuta kifuli kwa mlango yetu. Huyu ni neighbor wetu amefukuzwa. Sielewi mbona watu wanaona hii ni normal. Like mse alifukuzwa na mwenye nyumba akakuja akabomoa mlango. It was not enough, kaita watu wakabomoa wall, wakatoa vitu zake zote nje mbio with no wasting time. Like walibomoa wall kuhakikisha kwanza huyu mtu atalala huko ndani, hata akitaka kurudi kulala hawezi lala huko ndani. Yeah, so there is that video yenye imeenda viral kuhusu a landlord mwenye anafukuza watu juu wako na deficit ya 2 months, na kufukuza was not enough, akabomoa hadi ukuta. And one thing I would ask myself, like, kwani watu hawana like ile humanity? Mtu ana utu juu amemtolea vitu zote nje, and from that video tunaweza ona kuna tutoto tuwili hapo tumesimama na hizo vyombo. And is that the right way kudeal na mtu juu amekosa kukulipia rent? Sio the right way actually. But wako na deficit ya 2 months, kwa hivyo umekuwa kisumbuana at least for the last 2 months. Kwa hivyo nasema in the second month ndio imeanza sasa, tuko date 13 or 14. Like nasema ndio mwezi ya pili wameanza kuona vuruga ya story ya rent. Maybe the landlord maybe ako na loan, maybe ako na frustrations, maybe ako short mali na pesa. Kuna pale go expect pesa ziende hivi na hivi hazikuenda. Alafu kuna watu wamekalia pesa yako for a while. Amefunga nyumba kadhaa, akaamua kuwasumbua. Ndio kaanza sema kuhusu like from that video dem anaelezea yeye amekuwa outside the county ama ni outside Nairobi. Alikuwa ameenda for burial, so after kurudi juu deadline ya kulipa kwa plot yao ama kwa hiyo apartment yenye anaishi ni date 10. So being a date 15 amefika akakuta mlango wake ishafungwa na kufuli, but I think ni default ya 1 month. Sawa. Haya, huyo mwingine the landlord goes ahead, I think ablifunga kona like hata ni kai works ndio akabreak hadi ukuta, like to make sure like hawatarudi hapo kulala ama hawatarudi kufanya ukuta. Ni ameng'oa ukuta yote ikatoka, ameng'oa ukuta yote side ya mlango, ukuta yote like imetoka mali. Kama hata kufanya renovation, si renovation, like anafanya hivyo kupunish the tenant mwenye alikuwa anaishi hapo, ndio asiweze kurudi kulala ama anything, like atoke akiendanga. Okay, inaonekana first of all ni landlord akona anger issues. Tuanzie tu hapo. Kama umeng'oa hiyo ukuta na si rent na mo, inaweza cost at least maybe half ama 3/4 ya rent kurudisha hiyo ukuta. Sasa hiyo already amejishajipeleka hasara. Hata ni mo, unaweza pata ni mo. Kabla simu ukuta, dirisha na mlango. Maybe mlango ata reuse, but dirisha itabidi atatumia ameka glasi zingine. Na pia kujenga hiyo kuta yote juu ni kuta mkubwa, si atilika kitu kadogo. Sasa ameenda hasara in general. Yeye ameenda hasara. Kwa hivyo ni mtu akona anger issues. Kwa hivyo hata in the first place na hope wasora issue kwa actually wanaona. Kwa hivyo ni zile plot tunasikia wasa wanaogopa landlord wao. Maybe mbona wishi place kama hiyo. Anyway, but sasa najua watu wanaanga like reasons za kunini. Mimi chenye naweza sema ni like hizo vitu zimekuwa zikiapa Nairobi, like in most apartments in Nairobi. Kuogopa landlord. Na pia si kuogopa landlord, like ukidisha default rent, the landlord anaanza kufeel ni kama ako entitled to you. I think anaweza kuja hata bebe vitu zako kufungia nyumba na watoto. Kuna this story ilikuwa ina trend. Alikuwa chali but alikuwa na familia. Aka default 1 month, wakafungiwa kwa nyumba like for a whole week. Watu kinja waendi anywhere. Jua jalipa rent. Sasa ni illegal. Hiyo hata msesi afaa kupress charge. I think I will take illegal actions. But I think 2 years or 1 year ago nilikuwa nimeiona online. Yule malisaidia yangu sababu pia alisaidiwa na watu. Pia huyu I think Eric pia atamtafuta, we know Eric. Okay. Unaweza, but tunajua Nairobi Kenya watu wajajua so wengi wanaanga rent. Like kila mtu kwa anaishi hand to mouth. So watu wengi general wanaanga rent, but nimekuwa nikiona hii story ya unaishi kwa apartment since like landlord anikaa bully ama caretaker. Like akisema kitu is what goes na nyinyi ndo mnamlipa technically kama yuko biashara yake inakufa true. Hiyo ndo Kenya watu wafaa kujua, like pia uko na right kama tenant. Although saa kwa hii situations juu na wakingi aje msiaja kulipa 2 months.
Inafaa kuwakaje. But I think unapelekwa kwa koti alafu unalipa. Actually kuna zenye zinaweza pelekwa kwa koti. But Ukute wewe ndio una win. Inalingana kama rent yako ni like 6-7-8k. Pelekwa kwa koti ni too long of a process to handle situation kama hiyo. Juni pesa kidogo na mkienda kwa koti. Au unasema unaenda kwa koti na kupatanga like rent zao ni more. Ukienda kwa koti actually ni pesa inafuatilia. Juu maybe by the time hiyo miezi 3 inaisha. Rent yako inaweza kufika hata 800 to like 1 million. So maybe ndo anapelekana kwa koti, but nyika rent yako ni 20-30k. Most of the time washinda yakienda kwa koti ni kufungiwa nyumba tu. But kuna this rule yenye ilikuwa nasema hata landlord kukufungia mlango like wenye wanaekanga kufuli, hiyo ni illegal. Unaweza mpeleka mbele. Sina mwezi wa kwanza ufai kufungia watu. And another thing yenye get na ma landlords shida yao kwa gani? Like unaweza kuta wewe ni tenant kwa certain plot ama certain apartment for at least maybe hata 5 years. But ukuta umedefault mwezi moja, like huyo landlord anaanza kukuletea mashida. Kuna hiyo pia na pia kuna landlord wengine wanatakingi hivi like nime experience vitu kama hizi mingi, nime lose pesa. So unajua pia hizi nyumba zijengwa mostly na loans pia. Lazima alipe bank, lazima alipe msee fulani, lazima walipe kanjo, lazima walipie rent rates. So unapata like yeye pia akona bills zake zina pile up na nyinyi mmeshikilia pesa yake. Unapatanga pia yanaleta stress yake kwenye. Aya, what if tuseme hii situation yenyewe unakutanga unahama na landlord anakata na deposit yako. Sio ni another one yenye inafaa kupress your charges. Like kama unaweza mshika mangumi mshika kurudisha pesa yako. Like a situation kayo venye anakuja. Juu imekuwa see once na see twice like hizo vitu zi happen. And another thing yenye tunaweza ongelelea ni kuna this story imeendelea ya Wamatangi. Tumeweza kuona Wamatangi amekuwa kwa koti, Matangi amekuwa kwa koti kuhusu corruption cases. Hapo kwa koti exactly. I think aliarrestiwa na EACC officers akaenda kwa ofisi zao ku answer the questions about corruption. Na pia tumeweza kuona hiyo EACC ime-raid nyumba yake na wakapata 12 million in cash. 12 million Kenya shillings na around 13,000. I think 13,000 USD. What do you think about history yote ya pesa kupatikana kwa nyumba za politicians at first? Tuanze hapo. First of all, as a governor, I think ni mshahara yake like mwaka mzima ama at least half a year. Kwa hivyo hizi kuwa ati alisave yote akaweka kwa nyumba. Ama alienda kwa withdraw akaweka kwa nyumba. Nini? Kupatikana 13 million obviously either msali muhonga ndio deal fulani iendanisha ama ali withdraw tu pesa ya account. Alafu unajua plus ni Kiambu. Kwa hivyo Kiambu iko na do. Sasa I think ni one of hizo madeals zao ameweka pesa kwa nyumba. Sababu amekuwa arrested for conflict of interest na pia something kufanya na corruption na kuembezzle funds za public. Although tunajua ni a corrupt guy. Juu kuna time alikuwa ameenda kwa watu watatu city alikuwa na waforce wamuuzie land by force. Sometime ago. Already ni a guy amekuwa corrupt. Najua kuna land fulani anakuwa ameiba pale hivyo ni hapo Githurai. Hapana. Pale Nyayo, na Nyayo. Na place anauzanga magari hapo kutoka kitambo. Ni mwizi like amekuwa dingo for a while. Huyo Matangi. Lakini hawa wasema mashady deals. Kuna place hapo na Oningi hapo nyuma ya Nyayo. Hiyo land sio yake, ni kwa railway hata. Ni kwa railway line. Unaweza tu tell land ni ya railway. Kuna place ameiba hapo for a few years anauzianga magari. Mse amekuwa na shady deals. Kwa hivyo hata hii in fact one of those ukimwangalia huyo mbuda anaganga tu guilty. Sijui hata sasa walionanga nini. Mse anakuja anaitwa Matangi. Naweza kwa bibi kitambo alikuwa anauzianga tanks but ukiangalia tu mtu anaweza tell mse corrupt. One of ukiangalia Google hata sasa ukiona tu sura yake utaona tu inaga corruption. And pia watu kwa comment section nimeona watu wakisema like in as far as wanafuatilia hizi pesa ndogo ndogo, when are we going to fata? Sio pesa ndogo. Unajua like county mbili ziko tuna pesa ni Nairobi na Kiambu alafu sasa the rest au ni top 2. Kwa hivyo hakuna county nyingine kubwa kama Nairobi. Ni Kiambu ndio next in terms of revenue. Sio ati ni pesa ndogo. Wako hapo like ni sijui mbona watu wanaidharati wanaangalia kama like what was to read like place cast State House kwa kina Sudi. Impossible. Na a sitting president hawezi kuwa sued. Labda wa raid kina Sudi. Hiyo ni impossible. Hawezi raid State House hata wakajaribu aje. Sababu hao wote wanaweza kuwa fired tomorrow na wengine walete. Sasa sitting president ni impossible to ku happen. But that Matangi guy waniite kama witness, najua ni corrupt. Nimeona akifanya vitu mingi corrupt sana. And maybe tuambie like watu wakivote wisely.
juu pia tumeweza kuona mtu Na kama watu- mwingine watu wa alikuwa Kiambu kwa, ni kwa, different. kwa stories za corruption ni Waiguru na bado anakwanga kwa cheo Eh, na watu watakula mchanga wamtetee like kusema venye is the best governor. I think ni an issue na Central yote. We're electing like the most competent person. As long as tuko famous na wamama wamekupenda, show up for a few church functions, changa watu wakijenga kanisa yao, wamama wakupende, like utakuwa elected as the next whoever MP, governor, MCA, senator. As long as wamama wamekupenda, show up to a few functions una contribute. Najua sabora, najua Kenya watu pia huko si ati although kuna areas zina poverty za Kiambu, but pia kuna areas zinafanya like vizuri. Sasa unapatanga like as long as kwa wase like Kenya ina happen kwa country you affect sana. Haiwasumbuangi sana. So unapata tu wana elect to whoever. Pia Kiambu penye iko proximity na Nairobi, like unapata vitu zina affecting areas zingine za ushago as happen huko sana. Although kuna areas za Kiambu like poverty imekula na pia ni remote sana. Sio hata ni remote, ni kosa tu like wanapata wana access ya maji, wana access ya barabara. And due to incompetence, most of Kiambu actually gonna lami na juu proximity tu yake na Nairobi ndio hiyo saidia. That's why in terms of revenue pia wana contribute. Ni wako after Nairobi. I think ndo kama sawa tu uko ignorant hizo sides, but waangalia wasa wameelect Kabogo, that game yako kwa ICT. Huyo msee alikuwa anasema sijui nini wanafaa sijui kufunga nini regularize ma data and everything. Social media. Waititu angalia wasa wanaelect. Ako inda mako committee. Ako inda for now. Sijui maybe later on wanakuwa transferred to committee. Alafu wa Matangi. Angalia tu the three guys wameelect kama governors wao. Unaona sasa hiyo area iko ni incompetent vibaya sana. Like already hiyo area inakuanga tu hivyo, like wanaangalianga wanasema msia PhD amesoma anaweza tusaidia kufanya hivi na hivi. Juu technically najua pia area ni awase pia wanalima. Kwa hivyo wanafaa kutafuta market for their goods. Sasa since wanaweza kuuza vitu Nairobi, hayo affecting sana kama the other counties, but bado inaweza get better with better leaders. Unaona? So, like vitu za Kiambu kwa very unique place. Like wanaangalia to the dumbest of nasema the dumbest leader. Kama ametoka Kiambu, nimekuwa nikiona happening happening on low levels, MCA, MP. Hata ule MP alishutia nanga Gatondo nini? Ilikuwa Gatondo North ama South, one of hizo Gatondo, but wote ni very fucked up people. Wana support Ruto wote. Kuna mmoja alishutingi wase kwa crowd. Like wase sio alikuwa protest nini, akakuja tu akafungulia gana akaanza kwa shoot. Akaua msee mmoja. Ni huko Kiambu. The other one anaendeshanga Jiwago na area yake hata ina barabara. Although maji inatokanga hizo sides. Ni Gatondo ni North ama ni South. Ni hizo Gatondo mbili. Anaendeshanga Jiwago kwa area hata ina kama MP anaendesha Jiwago. But kwake hakuna barabara. Shule hazijakula repair kutoka 207. Na anasema hivyo kama mswa Kiambu. Niko sure wasa wanajua hizi vitu zote. Si atu wajui. But Kiambu ni one of those places. Wana electing the dumbest one available. Like wanaangalianga lineup iko na maybe most of the time ni the popular party ndio bring up the dumbest one, but wanaangalianga tu lineup walamua. Wamashukuru sijui ni wapi. But jina na sound kama ya huko. Sound kama ya huko tu. Wanachukua huyo. Ndio tunafaa kuelect. And I think come to 27 watu watakuwa wise kuelect watu. Hapana watakuwa wise. Hiyo area tu ni hivyo tu. Like mgani nani angaa kutuibia mo? Wa machungwa. Huyo. That guy na tunafaa kwenda naye. And I think that's it for this video. On that story landlords na rent, maybe you can comment tupate insights zenu. What you think about landlords kutoa tenants na nguvu. Kenya watu wanafaa kujua ni rights zao. Obviously landlords pia watakamna ile angolia hii nyumba tumejenga na loan, hajamaliza kujenga nini. Wanaweza amua basi before mtu ahamia kwa nyumba yako jaribu kuverify kama anaweza kuafford nyumba yenyewe. True. Maybe sasa itakusaidia. Come to think of it, nakumbuka kuna this time nilikuwa natafuta nyumba alafu like nyumba kama ni when students hawakubali uingie. Kuna time ilikuwa hivyo. Sasa huyu anajaribu kuprotect PC yake. Jora anafikiria okay nyumba yangu sijamaliza kulipa. Na students wako kazi. Sasa unaona. And I think that's it for today. Don't forget to like, comment and subscribe.